Sikia ni connect neno na kisha twende tumuombe Mungu kwa dakika chache. Somo ambalo Bwana amenipa tangu Jumatano, kushinda hali ya kukwama. Kushinda hali ya kukwama. Kushinda hali ya kukwama. Na nilisema kwamba kukwama, stagnation, ni silaha ambayo shetani anaitumia kuzuia watu wengi wasiende kwenye hatima ile waliowekewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Mkwamo. Yaani, na hakuna kitu kinachokwaza kama kukwama. Ukikwama unapitwa. Kama ukiwa shule, wakati mwingine walimu walikuwa wanataka kwa mazoezi tukimbie kuzunguka uwanja na nini. Hakuna jambo baya kama wenzako wanakimbia wanakupita wanakuovertake. Hakuna jambo baya kama hilo. Yaani kuna namna, kuna vurugu fulani unasikia moyoni, kwa sababu unaona kama wewe una mkwamo, wenzako wanapita. Kwa jina la Yesu Kristo, spidi ya kuiendea hatima yako haitakuwa ya kawaida. Haleluya. Nasema kasi ya kuendea kwenye hatima yako haitakuwa ya kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Na kila aina ya mkwamo uondoke kwenye maisha yako. Kwa hiyo hii ni silaha ya adui, kukukwamisha, kukuzuia, kukufanya usiende mbele. Na ninaposema mkwamo haimaanishi ufanyi kazi. Unajua unafanya kazi, unashughulika, lakini mwisho wa siku ukiambiwa uoneshe chochote, huna cha kuonesha mkononi. Adui angependa ufanye kazi usiku kucha, mchana na usiku, lakini huna cha kuonesha. Huna kitu tangible cha kusema ni uki hapa. Lakini kama mtumishi wa Bwana, ninasema kwa jina la Yesu Kristo, utaonesha, utakuwa na cha kuonesha, utakuwa na matokeo, utakuwa na legacy, utakuwa na kuwaonesha watoto wako, utakuwa na kuwaonesha jirani zako, utakuwa hata usipowaonesha kitaonekana. Ninaamuru matokeo yaonekane kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuna mtu bado hajanielewa, yupo kwenye mgandamizo usio wa kawaida. Chomoka kwenye huo mgandamizo, kataa. Huo mgandamizo sio sehemu yako, chomoka kwa jina la Yesu. Kuna nguvu ya kukusaidia kuchomoka kwenye mgandamizo. Unajua unasikia ni mgandamizo wa namna yoyote ile. Yaani kwa jina lake lolote. Mimi naweza nisiutaje kwa namna yoyote, lakini mchana wa leo ninataka niseme iko nguvu ya kukuondoa kwenye mgandamizo. Iko nguvu ya kukuinua, iko nguvu ya kukupandisha na kukuweka panapo nafasi. Watu wengi wana experience mkwamo. Wako na mkwamo kwenye uchumi, wako na mkwamo kwenye familia, wako na mkwamo kwenye mipango walioiweka. Yaani wameweka mipango, anasema mwaka huu nimejipanga vizuri, lakini unafika mwisho wa mwaka hana cha kuonesha. Lakini ninasema this time around, huu wakati utakuwa na cha kuonesha kwa jina la Yesu. Nasema na utakuwa na cha kuonesha kwa jina la Yesu. Hata kama una kodi ya nyumba, na umezima simu kwa sababu unakumbushwa, nasema na wewe kwa jina la Yesu. Nasema na wewe. Unajua mkwamo, napoongelea mkwamo na haya mambo makubwa ambayo nitayasema hapo mbele, unaweza kusema haya mambo ni ya watu fulani. Sio mimi ninataka niseme, hata kama una uhakika wa chakula cha mchana wa leo, una uhakika wa jioni ya leo, una uhakika itakuwaje, ninaongea na wewe kwa jina la Yesu. Ninamkumbuka Yakobo aliwahi kuwa anamkimbia ndugu yake Esau. Usiku akawa mahali pamoja panaitwa Betheli. Usiku amelala. Alipolala pale, kumbe babu yake aliwahi kutoa sadaka mahali pale. Kumbe babu yake Ibrahimu aliwahi kutoa sadaka mahali pale. Akaona malaika wanapanda na kushuka, akasema bila shaka hapa ni lango la mbinguni. Akasema Mungu, ukinilinda huko ninakokwenda, ukinipa chakula huko ninakokwenda. So you can see, Yakobo
uhakika wa chakula. Anasema ukinipa mavazi, maana yake alikuwa na nguo tu zile alizovaa. Na kwenda mwangalie huyu mtu mbarikiwa. Amebarikiwa lakini ana uhakika wa chakula. Amebarikiwa lakini ana uhakika wa mavazi. Anasema ukinipa hifadhi huko nakokwenda, maana yake ana uhakika atakaa wapi. Inawezekana umekuja Dodoma, hauna uhakika utakaa wapi, hauna uhakika maisha yako yatakuwaje. Nimesema mchana wa leo iko neema ya kukutoa kwenye mkwamo. Mchana wa leo iko nguvu ya kukuwezesha. Mchana wa leo iko nguvu ya kukufanya uwe na matokeo kwa jina la Yesu Kristo. Pigie Bwana makofi, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili ni endelevu. Jumatano tutaendelea na siku zingine ni somo refu, kutoka kwenye mkwamo, kushinda mkwamo. Haleluya. Nisome tu mstari mmoja wa utangulizi. Baada ya hapo nitasogea kipengele fulani ambapo hapo moyo wangu na Roho Mtakatifu nasikia akinisisitiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Ezra sura ile ya 4 mstari wa 21 na 22 nasema hivi. Ezra 4:21. Sasa toeni amri kuwakomesha watu hawa kazi yao. Amen. Kumbe kuna kazi inayoendelea na kuna anayetunga amri ya kuzuia kazi isiendelee. Muona hapo Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma pale mbele anasema mji huu usijengwe. Yaani wewe unaweka mpango wa kujenga, mwingine anaweka amri ya kuzuia kujenga. Wanaweka mpango wa kutafuta kiwanja ujenge, kuna amri imetungwa marufuku wewe kununua kiwanja, kumiliki kiwanja. Unapanga mpango wa biashara ufanikiwe, lakini kuna amri imetengenezwa ya kwamba hii kazi inatakiwa ikomeshwe. Kama mtumishi wa Bwana nimesimama katika mchana wa leo na ninasikia nguvu za Mungu ambazo sio za kawaida. Hakuna cha kukukwamisha wewe, hakuna amri itakayotungwa ya kukuzuia wewe kwa jina la Yesu Kristo. Kile ulichoamriwa ufanye na Bwana kitatimia kwa jina la Yesu Kristo. Nasema kitatimia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Jamani, haleluya. Anasema hata mimi nitakapotoa amri, yani amri inaagizwa itungwe, na yule mtunga amri anasema kisibadilike chochote, amri hiyo itekelezwe kama nilivyoisema, kisibadilike chochote mpaka nitakaposema tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, ninapoongelea mkwamo, siongelee mkwamo wa bahati mbaya wa kusema bahati mbaya bwana nimekwama. Yuko mkwamishaji. Yaani kuna nguvu inayokukwamisha na dili na kuishinda hiyo nguvu ya kukwamisha. Wanapanga mpango wa kupata, kuna amri inapangwa ya wewe usipate, yani ukose. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope, yuko Bwana ambaye yuko pamoja na wewe, na hapo mbele utashangaa mpango wa Mungu wewe uinuke, mpango wa Mungu wewe upande sana, mpango wa Mungu wewe uongezeke sana kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Anasema 22, tena jihadharini msiregee katika jambo hili. Kwa nini madhara yazidi? Huyo mtoa amri anasema msiregee. Huyu mkimwachia upendo atafanikiwa, msiregee. Huyu ana nguvu, na asema Bwana anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, na hilo kanisa milango ya kuzimu haitalishinda. Hiyo kanisa ni wewe, hilo kanisa ni wewe. Asubuhi ya leo na mchana wa leo Bwana anasema atakujenga wewe. Unajua tunaposema kanisa
Ni rahisi shetani akwambie kanisa sio wewe. Mchana wa leo Bwana anasema atakujenga wewe, atakujenga wewe, wala milango ya kuzimu haitarishinda. Tunaposema milango ya kuzimu, nikwambie kuna mafanikio, kuna njia za kuendea mafanikio. Kwa hiyo ukipita hiyo njia ndio unayaendea na kuyapata hayo mafanikio. Kwa hiyo hata kuzimu zina njia. Kuzimu ina njia ya kuwazuia watu, lakini Yesu anasema hiyo milango ya kuzimu inaweza ikawa ni milango ya shaba sawasawa na Isaya, inaweza ikawa ni milango ya chuma sawasawa na Isaya. Bwana anasema ataenda mbele yako, atasawazisha mahali palipo paruza, atavunjavunja milango ya shaba, atavunjavunja milango ya chuma. Katika mchana wa leo ninataka nitangaze ya kwamba hata kama unaona kama umechelewa na unajua hii roho ya kuzuia, hii roho ya kukwamisha, hii roho ya mkwamo huwa inataka muda wako uende, lakini hatua zako bado ziko nyuma. Katika mchana leo ninasikia kuna nguvu, kuna watu miaka yao imesonga, lakini hatua zao bado ziko nyuma. Nasema Bwana anakupa kasi ambayo sio ya kawaida. Bwana anakupa spidi ambayo sio ya kawaida. Iko neema ya kukuinua. Ninasema katika mchana wa leo kuna nguvu ambayo sio ya kawaida. Mimi ninaisikia kabisa, wala siongei kwa ajili ya kukumotivate au kukutia moyo. Nikwambie nasikia nguvu isiyo ya kawaida. Kuna hatua unatakiwa kuiendea. Kuna mahali umekaa sana. Neno la Bwana linasema inatosha uliokaa kwenye mlima huu. Sasa geukeni upande wa kaskazini. Israeli walikaa mahali pamoja kwa muda mrefu bila mabadiliko. Umekaa kwenye kiwango kimoja kwa muda mrefu. Uchumi wako umekaa kwenye kiwango kimoja kwa muda mrefu. Ninatangaza katika mchana wa leo, ninatangaza hatua mpya, ninatangaza majira mapya. Mungu wangu ni wa majira mapya. Mungu wangu ni wa kuumba jambo jipya kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kuna nguvu ambayo sio ya kawaida. Unajua kuna mamlaka ambazo zipo za kung'ang'ania hatua za mtu, za kung'ang'ania viwango vya mtu, za kung'ang'ania kibali cha mtu. Ninasema katika mchana wa leo, ninasema katika saa hii, si wewe unayetakiwa kuendelea kuwepo hapo. Katika kitabu kile cha Mika, sio mstari ambao nataka kusoma, hii analetea roho Bwana hapa. Mstari uko mbele na sikupanga kusoma. Mika 2:10 nasema, ondokeni mwende zenu, maana hapa si mahala pa raha yenu. Come on, shangilia Bwana, haleluya. Anasema ondokeni mwende zenu, maana hapa si mahala pa raha yenu. Kuna mahali pa raha yako pamewekwa. Kuna hatua ya raha yako imewekwa. Kuna kiwango cha raha yako kimewekwa. Ondoka, manake chukua hatua. Chukua hatua ya imani. Chukua hatua. Chukua hatua. Usikae hapo. Usikae kwenye machozi. Usikae kwenye aibu. Usikae kwenye kiwango. Tangaza ya kwamba mimi sio wa kawaida. Mimi ni mtoto wa Bwana. Mimi kiwango changu ni kupandishwa na kuwekwa panapo nafasi. Haleluya. Yes Lord, haleluya. Sasa sikiliza hapa, Mwanzo 26:13. Sikiliza Mwanzo 26:13, anasema na mtu huyu akawa mkuu. Huyu ni Isaka. Akawa mkuu, akazidi kustawi, akawa mkuu sana. Hapa kuna hatua tatu za ukuaji. Ni mkuu, akazidi kustawi, akawa mkuu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 14, akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu.
Asubuhi nikasema kusudi ni kuonea wivu. Sijawahi kuona mtu anamwonea wivu ambaye iko kiwango cha chini. Sijawahi kuona mtu anaonea wivu, yani mtu anamwonea kwenye hali mbaya afa anamwonea wivu. Sasa jamani, ningekuwa mimi, sijawahi kuona wivu. Huwa tunaonea vitu ambavyo viko zaidi ya viwango. Sasa huyu mtumishi wa Bwana Isaka, Wafilisti walipoona ni mkuu mbele ya macho yao, akawa mkuu, akazidi kustawi, akawa mkuu sana. Wafilisti wakaanza kumuhusudu, wakaanza kumwonea wivu. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni mkuu na utazidi kustawi na utakuwa mkuu sana, na waliokuzunguka watakuhusudu. Ninaamuru uanze kuhusudiwa. Ninaamuru watu wakushangae. Ninaamuru watu waone ya kwamba umepandishwa viwango. Kwa nini? Kuna neema ya Bwana ambayo imekushika na kukupandisha kwenye spidi ambayo sio ya kawaida, kwenye hali ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Mungu wetu ni mkuu na anaweza kutenda mambo makuu. Ni sawa. Nisome tena Mwanzo 26:15. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi. Amen. Haleluya. Ni visima vimechimbwa na Ibrahimu. Wakaja hawa jamaa wa Filisti wakavifukia na kifusi, kukawa hakuna kisima tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 16, Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Hivi mmeelewa hapo? Abimeleki alimwambiaje nani? Isaka. Sijasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ana nguvu kuliko wote hapa Dodoma? Nani ana nguvu? Kwani usiseme ni mimi? Ni wewe. Yaani pale sokoni wewe una nguvu kuliko wote. Shangilie Bwana kwa makofi. Yaani haya naye asema, unaweza kusema pastor anaongea nini jamani? Mchungaji anaongea kitu gani? Nataka nikuoneshe kwamba huyu Yakobo alikuwa mtu, Isaka alikuwa mtu ambaye sio wa kawaida. Amen. Amen. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari. Amen. Amen. Akakaa huko. Isaka akarudi. Hebu sema Isaka akarudi. Amen. Hebu sema narudi kwa jina la Yesu. Sema narudi kwa jina la Yesu. Sema Dodoma na kurudia kwa jina la Yesu. Biashara na kurudia kwa jina la Yesu. Kazi na kurudia kwa jina la Yesu. Kampuni na kurudia kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wangapi? 18. Isaka akarudi akavichimba vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim baba. Yaani alirudi kule. Hawa jamaa walichimba visima na wakamshurutisha atoke. Amen. Na alipoona vita ni kubwa akatoka kweli kweli. Amen. Na nikwambia, wanapomwambia ana nguvu kuliko sisi, nikwambia walikuwa wamemdhibiti kila eneo. Alikuwa anaonekana na nguvu rohoni tu. Ndio maana ukisoma Luka 1:80 inasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni. Yaani mtoto anakuwa, anaongezeka, lakini kwenye maongezeko yake akawa na ongezeko la nguvu rohoni. Sasa Abimeleki hapa anapoongea kwamba ana nguvu kuliko sisi,
hamaanishi Isaka ni bouncer kuliko wao. Alikuwa anamuona rohoni kwamba huyu ana nguvu ambazo sio za kawaida. Lakini Isaka alipoona ya kwamba wamemzingira sana, akaamua atoke. Alipotoka baadaye akarudi, akavirudia na vile visima ambavyo alichimba baba yake Ibrahim. Vile visima vilikuwa vitatu, akavirudia, akavifukua tena, akavifukua vile visima. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, viko visima vyako, viko visima vya baraka zako, viko visima vya baraka zako ambavyo Wafilisti wamefukia, ambavyo watu wamefukia. Ninasema hivyo visima sasa, na mchana wa leo tunavirudia hivyo visima, tunavifukua kwa jina la Yesu. Tunavifukua vyote, tunasema navifukua vyote, vyote navifukua. Mstari ule wa 19, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanabubujika. 20, wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Kwa hiyo kisima cha kwanza amekifukua, maji yanatoka, wanapata maji pale, lakini wanagombania. Kuna soko, kuna biashara umeibuni, unafanya ile biashara unaifanya, lakini kuna wengine wanagombania, kuna wengine wanang'ang'ania soko hilo hilo, kuna wengine wanasema hili eneo ni la kwetu, kuna watu wanasema hili eneo sisi ndio tumepewa, hili eneo sisi ndio wenye haki. Usiogope, wewe unasaidiwa na Bwana. Haleluya. 21, wakachimba kisima kingine wakagombana, na hicho tena akakiita jina lake Sitna. Yaani kila alipoona wanasumbua akawaachia, akachimba, akafuata kingine. Maana alikuwa anajua visima vilikuwa vitatu vile visima. Amen. Wao hawajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. 22, akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho kukigombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Mungu wetu ni wa viwango na viwango. Using'ang'anie kiwango kimoja. Amen. Haleluya. Using'ang'anie kiwango kimoja. Kiwango cha kwanza umepata, kiking'ang'aniwa jiondokee. Amen. Mungu aliyekupa kile cha kwanza atakupa kingine cha pili. Akikupa waking'ang'ania, kiachie. Amen. Akaenda yani, nikwambie hii kuachia sio kama umepata hasara. Nikwambie yani kile kiwango cha kwanza kila mtu. Baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahim mtumishi wangu. Shangilie Bwana kwa makofi mengi. Hebu sema, Bwana yuko pamoja nami. Usione Mungu anamtokea anasema usiogope. Kuna vita, kuna amefukuzwa. Amen. Alipofukuzwa baadaye akarudi. Aliporudi amefukua vile visima. Kumekuwa na vita isiyo ya kawaida. Amekuja amefukua cha tatu Rehobothi. Mungu anamtokea anamwambia kwamba Isaka, usiogope, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu, katika kukuzidisha nitakuzidisha. Unajua kwa nini Mungu ni wa numbers? Mungu ni wa numbers. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua ukibaki kiwango kimoja una expire. Kwa hiyo unatakiwa kuzidi. Vile ulikuwa jana sivyo unatakiwa uwe leo. Yaani utukufu wa leo ni utofauti kabisa na wajana. Ukiona kwa namna yoyote unaanza kuona maisha ya zamani ni mazuri kuliko sasa, kuna mahali umepigwa, kuna mahali shetani amepata nafasi. Lakini ngoja nikwambie, ni mapenzi ya Bwana utukufu wa jana uwe wa leo uwe ni bora kuliko wa jana. Ni mapenzi ya Bwana leo yangu iwe bora kuliko jana yangu. Ni mapenzi ya Bwana kesho yako iwe ni bora kuliko leo yako. Na ndivyo itakavyokuwa katika mchana wa leo. Ninamsikia Bwana anataka
anataka kumzidisha mtu hapa. Ninasikia Bwana anataka kumuongeza mtu hapa. Ninasikia Bwana anataka kumpa nafasi. Kama alivyoambiwa usiogope Isaka, ndivyo ambavyo wewe unaambiwa usiogope. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Atakuwa pamoja na wewe kwenye baridi kali. Atakuwa pamoja na wewe kwenye maji ya garikishayo, lakini hayatakugarikisha. Atakuwa pamoja na wewe kwenye moto unaounguza na kuua. Mungu atakuokoa kwenye moto, kwa sababu anasema moto hautakuteketeza wala maji hayatakugarikisha. Mimi niko pamoja na wewe. Hebu sema asante Mungu kwa kuwa pamoja na mimi. Haleluya jamani, haleluya. Sawa, sasa niseme vitu kama viwili. Najua muda umesogea. Vitu kama viwili ambavyo ni sababu ya mkwamo. Ni sababu ya mkwamo. Amen. Yeah. Asubuhi nisema vitu vitatu, sitavirudia vile kwa wale waliokuwepo. Nataka niviseme vipya. Hivi vitatu nitakwambia wakati mwingine. Amen. Moja, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namba moja ni kutokuwa na nidhamu endelevu. Kutokuwa na nidhamu ya kiroho endelevu. Kutokuwa na nidhamu ya kiroho endelevu. Wakorintho wa kwanza 9:24 hadi 27. Nani nisomee hapo? Wakorintho wa kwanza 9:24 hadi 27. Kutokuwa na nidhamu endelevu ya kiroho. Wasomaji mmepotea. Ndio. 24, 27. Neno la Mungu linasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama astai. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kutokuwa na nidhamu endelevu ya kiroho. Yaani kama ni ibada, mtu anahudhuria ibada moja au wiki moja ama wiki mbili, baada ya hapo anapoa tena. Kama ni maombi, mtu anaomba, anafunga siku 3, akishafunga siku 3 tena anapotelea. Nachotaka kukisema hapa, na Paulo anatusisitiza kwamba watu wa michezo kujizuia. Amen. Amen. Alafu kama wewe ni mwanariadha, hivi unakula kila kitu? Naam. Jamani, sinawauliza watumishi wa Mungu. Kuna vyakula hali, si ndio? Hali. Kwa hiyo anajizuia. Sasa nataka kusemaje hapa? Kwamba ili tutoke kwenye mkwamo. Kwa mfano hapa sasa ninasisitiza juu ya kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Inatakiwa yawe maisha yako, yaani unayaona matokeo ama uyaoni matokeo, unaendelea kumwamini Mungu, unaendelea kumsubiri Mungu, unaendelea kupiga mbio
Paulo anatolea mfano wa wanariadha, watu wanaokimbia. Anasema wanaanza wengi, lakini anayepata taji ni mmoja. Kwa hiyo mtu anaendelea mazoezi, anaenda mazoezi, na nikwambie ushindi wa siku ya mechi unategemea na mazoezi yako, nidhamu yako ya mazoezi ambayo umekuwa ukiifanya. Kama umekuwa mwaminifu kwenye mazoezi vizuri, siku ile ya mashindano makuu utafanya, yani wewe itakuwa kama zoezi. Amen. Nimewahi kusikia stories ya mchezaji mmoja, nitolee mfano. Yeye kisha mechi wa football, kisha mechi ndio anaenda ana masaa mengine mawili ya kufanya mazoezi. Kwa ndio maana yeye kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90 hachoki, kwa sababu ana muda mrefu wa kufanya mazoezi, ana muda mrefu. Sasa haya ni mazoezi ya taji yaharibikayo kama Paulo anavyosema, lakini kuna mazoezi ya kiroho, ambayo tunaweza tukayafanya. Na unajua mkwamo unaoongelea hapa, inawezekana kweli kuna mahali fulani unaona kwamba umecheleweshwa, umezuiwa. Hiki ambacho nataka nikufundisha hapa sasa ni kwamba wewe endelea kumtafuta Bwana, endelea kumwamini Bwana. Hata kama unaona giza, amini kwamba Yesu Kristo ni nuru, na hiyo nuru inang'aa gizani, na hilo giza halikuiweza. Kwa hiyo endelea kutangaza ya kwamba Yesu wangu ni nuru, katikati ya giza itawaka nuru, na hiyo giza itakimbia. Mimi huwa nafurahia sana ukienda, hata kama umerudi nyumbani kwako kwa giza, alafu kifika pale ukishika tu switch, the moment nawasha switch, na kuambia giza hata liwe la saa 8 za usiku, hata liwe zito kiasi gani, wala aliweki mgomo kwamba itabidi ukishawasha usubiri giza liondoke. Yani nuru imeingia na lenyewe linakimbia, giza linakimbia. Ninasema giza likimbie kwenye maisha yako, giza likimbie kwenye maisha yako. Kwa hiyo hata kama upo kwenye giza kiasi gani, na ninashuhudiwa moyoni, huwa kuna giza lingine ambalo sio la kawaida, ambalo hata kutembea unaweza usitembee, lakini kuna giza lingine linatisha, ndani yake kuna hofu. Ninasema Yesu Kristo ni nuru inayong'aa gizani, nalo giza halikuiweza kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema giza la kwenye eneo la uchumi, giza kwenye eneo la familia, giza kwenye eneo la afya, ninaliamuru liondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo haleluya, haleluya watumishi wa Bwana, haleluya mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kukosa uendelevu kwenye eneo la nidhamu ya kiroho. Na namba 2, kuangalia ishara badala ya kutembea katika utii. Kuangalia ishara badala ya kutembea katika utii. Kuangalia ishara badala ya kutembea katika utii. Naomba soma Maombolezo 11:4. Au yetu yatisoma Mhubiri 11:4. Mhubiri 11:4. Umefika? Mhubiri 11 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, mwenye kuangalia upepo hatapanda. Mwenye kuangalia upepo hatapanda. Naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Anasema ni baridi sana, siwezi kuamka niende shamba, kuna upepo mkali, siwezi kuamka. Huyu mwenye hekima Suleiman anasema mwenye kuangalia upepo hatapanda.
Kwa hiyo nini nataka kusema hapa? Nataka kusema tuwe kama baba yetu Ibrahimu alipoambiwa ya kwamba atoke kwenye nchi ya baba yake aende mahali ambapo Bwana atamwelekeza. Yeye alitii, akawa tayari, akaondoka. Na sisi leo sasa tunakuwa kwa watii wa neno la Bwana. Mungu anaposema tumwamini, Mungu anaposema tumtegemee, hata kama huoni dalili ya msaada, yaani usingojee ishara. Kwenye hii pointi nimejifunza, wakati Israeli wanatoka Misri kwenda kule Kanani, wanakutana na bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu ni kikwazo. Mungu anamwambia Musa, songeni mbele, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Wao wanaona bahari ya Shamu ni kikwazo, lakini Bwana akitazama anaona hamna kikwazo pale, kuna nafasi ya kusonga mbele. Hebu pokea neema ya kusonga mbele, pokea neema ya kusonga mbele, hata kama huoni ishara, hata kama huoni kama utapata msaada. Uko msaada wa Mungu, uko usaidizi wa Mungu, iko neema ya Bwana kwa watu ambao wanalitii neno lake, ambao wanasimama na neno lake. Yaani neno lake linasema na yeye anasimama na neno kama lilivyosema. Ninapenda ile kauli mbiu yetu ama ule msisitizo wetu wa maombi, huwa tunasema tutaomba mpaka imekuwa kama ilivyoandikwa, kwa sababu Mungu huwa analiangalia neno lake. Na mimi ninasema kwa jina la Yesu, Mungu akupe neema ya utii, kutenda sawasawa na ilivyoandikwa. Utaona vile unaondolewa kwenye mkwamo, adui ana tabia kukuonesha, anakuonesha marafiki zako, anakuonesha ndugu zako, anakuonesha classmates wako, anakuonesha majirani, anakuonesha watu wenye umri sawa na wewe, kwamba angalia wenzako, angalia wewe, mbona uko bado hapo, wewe mbona bado upo. Nimekuombea leo na nimekutia moyo leo ya kwamba hiyo sio hatua yako. Iko neema ya Bwana ya kukuinua na kukupandisha, kukupeleka mahali ambapo ni paraha yako, sawasawa na Mika 2:10 inasema, ondokeni hapo, sio mahali paraha yenu, nendeni mahali paraha yenu. Kwa hiyo hebu liamini neno la Bwana, hata kama unaona kufa, usikiri kufa. Hata kama unaona kuharibikiwa, usikiri kuharibikiwa. Hata kama unaona kushindwa, usikiri kushindwa. Hata kama unaona ya kwamba milango imefungwa, Mungu anasema atafungua milango, atakatakata malango ya shaba, atavunja mapingo ya chuma. Yeye ni mwaminifu, anasema kuna vikwazo viko mbele. Wewe liamini neno, usiwe kama Israeli wamegeuka kwa Musa, umetuleta tufe huko, lakini Mungu anamwambia hebu inuka, waambie wasonge mbele. Na mimi ninasema wewe mama, nyanyuka kwenye hayo matope, nyanyuka kwenye hiyo vumbi, jikungute, songa mbele, usikae hapo. Ni kweli wamesema wewe uwezi, ni kweli wamesema hawatakusaidia. Mimi nakutangazia msaada wako utatoka kwao, unatoka kwa Mungu aliye hai, unatoka kwa Mungu aliye hai. Wanasema ya kwamba hawakutambui, ni sawa. Wanasema hawakujui, ni sawa. Wanakujua Mungu aliye hai. Wewe ulitoka mbinguni, na umewekewa kusudi ndani yako, na unasaidiwa na Bwana. Na mimi ninasema kama Mungu alivyomtokea Isaka, akasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, nimekuja nikutie moyo, usiogope. Maneno haya yawe na nguvu kwenye moyo wako, usiogope. Nasema usiogope, binti usiogope, kijana usiogope, baba usiogope, mama usiogope, usiogope. Narudia tena, usiogope. Narudia tena, usiogope. Usiangalie adui ana nini, usiangalie. Wapelelezi wale wakasema ile nchi watu wake wanakula watu, sisi ni kama panzi. Lakini wakasimama Yeshua na Kalebu, wakasema ni kweli, hawa jamaa ni warefu kuliko sisi, hawa jamaa wana nguvu kuliko sisi, hawa jamaa wanakula watu kweli, lakini hawajawahi kumula Mungu wetu. Mungu
pake pakaondolewa. Na mimi nasema shetani amepigwa kwenye maisha yako na mahali pake hapapo kwa jina la Yesu. Hapapo kwa jina la Yesu Kristo. Wana wa maelfu wewe umewekewa kumiliki na kutawala. Wana wa maelfu umewekewa kuinuliwa, umewekewa ukoo, umewekewa ukuu, umewekewa kuzidi, umewekewa kuongezeka, umewekewa kustawi, umewekewa na Bwana Mungu aliye hai. Kama vile Yeremia anaambiwa ya kwamba kabla ya kuumbwa katika tumbo la mama yako nalikujua, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia ni kakichanga kadogo, lakini kamewekwa na Bwana kuwa kanabii kama taifa. Kamewekwa na Bwana. Wewe umewekwa na Bwana, umewekwa na Bwana. Hebu sema nimewekwa na Bwana. Hata kama unadharauliwa umewekwa na Bwana. Hata kama utambuliki umewekwa na Bwana. Hakuna mtu ambaye amekuja kuzurura hapa duniani, hakuna, ni shetani tu ndio mzururaji. Kila aliyekuja hapa duniani amewekwa mahali fulani. Na yani kikuangalia umewekwa mahali fulani, na hata uhitaji kugombana na mtu, kuna eneo umewekwa. Shangilie Bwana kwa makofi. Sema nimewekwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewekwa. Shida yetu moja kama nilivyosema, inconsistency. Hatufanyi kwa uendelevu. Nidhamu ile ya kudumu kwa uendelevu kwenye yale ambayo Mungu ametuambia ni ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini katika mchana wa leo kama ambavyo nimesema, kuna mikwamo. Kuna mtu ana miaka fulani, lakini hatua zake fulani za baraka zake, kama yeye yuko mbele, yani hatua zimemwacha kule aliko, miaka yake alipo na pale na baraka zake zilipo, ni kama ameachwa, yani zimekwamishwa, amekwama mahali fulani. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na neno la Bwana ambalo nimelisoma katika mchana wa leo, na iamsha roho yako kuanza kumwamini Mungu, na iamsha roho yako kuanza kumtii Bwana. Baba yetu Ibrahimu alipotoka kwenye nchi ile ya Uru kwa baba yake, akatoka akamwacha baba yake. Nikwambie, na ili uone matokeo lazima utoke. Sasa kutoka haiwezi kama Ibrahimu. Kutoka ni kuamua kuamini tofauti na watu wengine wanavyoamini. Wewe ukaliamini neno la Bwana. Ni tofauti na kuona mambo na watu wengine wanavyoona, wewe ukaona sawasawa na Bwana anavyoona. Kuna namna Bwana anaiona Dodoma. Kuna namna Bwana Dodoma Mungu anaichukulia. Kuna namna Bwana anaangalia vitu. Ninasema macho ya Bwana yatazame kupitia macho yako. Ninasema macho ya Bwana yatazame kupitia macho yako, na huo mkwamo uondoke kwa jina la Yesu. Na huo mkwamo uondoke kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Naomba vifaa vya meza ya Bwana.